He walked. Na akachukua masaa mingi. Ndipo hata wakati alisimama kuhudumia mwanamke, walikuwa wanashindwa. Do we have time to waste? Kuna maisha maagoste. Kwa sababu gani? Safari haikuwa hapa. Safari ilikuwa kwa Jairo. Na tumeikuja mrefu sana. Why stand on the way? Na ni waibu ile. Kasichana kako karibu kukufa. Are we together? Lakini Roho Mtakatifu hakuna safari atapiga. Teragire nauli. Ulia mwagaga. Nilikosa nauli. Kwenda kuita Roho Mtakatifu. Sijairo hajasema hivyo. Msichana akufe. Hakuna mambo ya nauli. Acha kutunini. Kutucheza. Hakuna distance. That is why Jesus said what? Roho Mtakatifu ni kwa wema wenu. Ya kwamba mimi nitafanya nini? Nikienda. It is true. Yeye ndiye mwakilishi wa utatu utakatifu katika maisha ambayo tunaishi nini? Siku ya leo. So, ninataka kuuliza. Apart from speaking in tongues, faida ingine yenye umepata kutokana na Roho Mtakatifu ni gani? Apart from manifesting the gift, vipawa za Roho Mtakatifu. Na by the way, vipawa hazikusaidiaki. Zinasaidia wewe unafanya nini? Unahudumia. Wacha Roho Mtakatifu akufanye mwalimu. Tufungue masikio na tupanue. Tuchote kutoka kwako. Wacha ukuwe na prophecy. Utumtabirie. Na wakati mwingine unaweza kutabiria watu na hujui kukuhusu. You don't know about yourself. You only know about what? Other people. Because those are the gifts that you are given. Lakini utu ni zaidi. Utu unashughulikia ubinafsi wako. Ni kama mwanaume. Mudhuri wa kule. Mudhuri wa kumwaikania. Unajuanga uwezi lala njaa akiwa na pesa. Ndio. Nyumba atalipa. Nguo atanunua. Watoto watasoma. Sababu ni mume mwanani wako. Mutigana gero hale I love you. Si atashigana. Here haitoshi. I need more of you because you are my husband. Nikasikia nyanya akisema yeye hajuagi hizo maneno, akikuoa ukae nyumba. Alete kila kitu yenye unafanya nini? Unahitaji. Hiyo story ya kushinda mkishikana mikono, mkienda mkisema I love you, yeye hajuagi nayo. Na hawa ndio wanaume wasuli. Ukishika hapo mikono unashikwa mikono. Kushinda mkizo hapo baby. Hiyo haikuwa kati ya sasa nataka kupenda katika nini? Now Roho Mtakatifu ako na misaada mingi sana kwetu. Yeah? Yes. Ako na misaada mingi sana. He's of so many importance in our lives. By the way, we need him in everything. Tunamhitaji kwa kila jambo. Na nataka tuchambue mambo ine yenye mimi niliona ni ya manufaa sana. Maybe to me ambayo naweza kupata kutoka kwa Roho Mtakatifu. Leo nataka tuchambue mambo mangapi? Maine. Lakini ni zaidi. I was listening to a speaker talking about the Holy Spirit. Na kapeana mfano na mke wake. Kasema huyu tumeoana zaidi ya miaka 30. Lakini every time there is something I learn from her. Sikuwa ninaijua mara ya kwanza. Na akasema ukigojea kutokea mhubiri siku moja akufundisha kila kitu kuhusu Roho Mtakatifu ni uongo. Hawezi maliza. He is so much. He is everlasting. Alikuwa tangia mwanzo na atadumu milele. Wewe unataka kumenya mundu toshio. Na wewe ulikuja hapa duniani juzi. Hawezi to everything. Kwa hivyo mimi nimetoa mambo maine yenye mimi nataka initendekee ikitoka kwa Roho Mtakatifu na mimi nitamtegemea kwa yale mambo. One of the things naweza kuchota kutoka kwa Roho Mtakatifu
knowledge. Tutasoma katika kitabu cha Exodus that 1 verse 3. Yeye ndiye huwa anatupatia haya mambo matatu. Na haya mambo yote ya tatu tunaihitaji katika day to day life. Tunahitaji skills. Skills ni nini? Ni jinsi ya kufanya mambo, jinsi ya kufanya biashara, jinsi ya kujenga nyumba kama hii, jinsi ya kutengeneza magari. Na kuna zingine zenye zitafunuliwa na Roho Mtakatifu anaweza kuzifunua kwa mwenye watakuwa marafiki na yeye. So nimesema number one thing yenye Roho Mtakatifu anaweza kukufanyia ni kukupatia skills, ni kukupatia intelligence, na ni kukupatia nini? Wisdom. Haya ni mambo unahitaji ili maisha yako ya hii dunia ikuwe bora. Ukifanya kazi, haufanyi tu ufanane na wengine, unaifanya kwa njia ambayo iko na utofauti wa kiungu, na inakutia kwa njia ya kiungu, na inafaulu kwa njia ya kiungu, kwa sababu uko na msaada wa Roho Mtakatifu ndani ya hiyo jambo unafanya nini? Unafanya. So, let us read from the book of Exodus 31 verse 3. Exodus 31 verse 3. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma kitabu cha Kutoka sura yake 31. Ni vizuri nianze mstari wa kwanza. Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, mimi nimemteua Bazaeli mwana wa Uri, mjukuu wa Huri wa kabila la Yuda, na kumjaza Roho wangu. Nimempatia uzoefu na akili, maarifa na ufundi. Yes. Now, when was this? Kuna wakati Mungu alikuwa anataka hema na makutano litengenezwe. Remember, hakukuwa na lingine. Hakukuwa na mwingine alikuwa ametokea akatengeneza hema la makutano. Kwa sababu hata mchoro wa hiyo hema ni Mungu aliuchora. Hata vile vitu zitatumika ni Mungu alikuwa anaambia nani? Musa, vile vitu zitafanya nini? Zitatumika. Lakini akaongezea kitu kingine. Wewe Musa, najua wewe sio mtu ambaye ako na uweza wa kujua ujenzi. Kwa hivyo nimefanya nini? Nimemwagilia jamaa anaitwa Bazaeli. Nimemwagilia nini? Nimemwagilia Roho wangu. Nimemwagilia kwa sababu gani? Ili apate skills, awe na maarifa ya kutengeneza hiyo hema ya makutano. Pia awe na knowledge, awe na know-how ya kutengeneza hiyo hema ya makutano. Na pia awe na wisdom, awe na hekima ya kutengeneza hiyo hema ya makutano. So what am I talking about? Do you know why believers will fail? It is because we are limited in skills. We copy others. You do what others are doing. There are also other times, actually we are accused to be the most foolish people. Sababu hatuna intelligence ya ku-apply the wisdom yenye iko ndani yetu. Unafungua kutuka, lakini haushughuliki umeipanga aje. Haukuzi hiyo akili. Unaona hakuna mteja anakuja, lakini hakuna akili inakuja ndani yako. Ikwambie hii duka imemaliza wakati wake. What are you going to do next? The Holy Spirit anaweza kukupatia. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni mambo tunahitaji ya kutusaidia katika hii mambo ya maisha. And we need to ask the Holy Spirit for intelligence. We need to ask Him for wisdom. We need to ask Him for skills. And He's available. He's going to give us. Kuna mtu mmoja nilikuwa ninamjua, alikuwa wa Naivasha. Na akajipata kazi alikuwa anafanya imefilisika, imeisha. He asked the Lord, what am I going to do with myself? Number one, sina pesa. Number two, sina pesa nyingi na kazi yangu imefanya nini? Imeisha. He prayed. He knelt down and prayed. Mungu alimwambia enda Nairobi. When he came to Nairobi,
wakipungua, he went back to the Lord. Kasema hii biashara tumekuwa wengi, mang'eng'ano ni mingi hapa, pesa yenye nilikuwa nikipata wakati nilianzia sipati. God told him there is something that is not there in Naivasha. Hakuna mtu anausanga glasses vioo. Kamwambia endea hizo. He went, he was the first person kufungua duka ya kukatakata vioo kule Naivasha. Wacha biashara inawili. Wacha biashara inawili. Tena watu wakajua, wakaanza kuiweka. He went back to the Lord. Kamuuliza Mungu, tena hii imefamiwa. What am I going to do? Mungu alimwambia enda ngapo. I think even today ako ngapo. Sijui alifanyaka nini huko. What is that? Hiyo ni maisha yetu ya kawaida. Kama hiyo ama sio maisha ya kawaida. What do you need in day to day life? So need mambo ya kuleta faida katika nini? Katika maisha yako. Unahitaji pesa, unahitaji kujijenga, kununua kishamba yako, kujenga nyumba nzuri, kukuwa na pesa kwa mfuko, na Roho Mtakatifu ako na njia anaweza kukukabidhi na sikusaidie. Bwana Yesu asifiwe. So the Holy Spirit does more than what you think. When God called me to this church, one of the things he did to me is to change my work. He did it in a very interesting way. Sababu hiyo ni area sijawahi fikiria, sijawahi hata sikuwa ninaulizia nijue, lakini aliniingisha katika kazi yenye inaweza kunisaidia nimhudumie katika hii madhabahu. Na hiyo kazi huwa inajipeleka. Mimi sijawahi enda kutafuta mteja. Even one. I've never gone. Why? Because the Holy Spirit involves himself in our day-to-day life. Anakupatia akili, anakupatia werevu, anakupatia wisdom, unafanya kitu na inakuwa ya kufaulu. Haven't I told you of a girl mwenye alikuwa mshonaji? Mshona tu wa makuwa, niwaambia, lakini wenye wako wacha niwaambie. Msichana dada yake akapata mchumba, anataka kusimamia harusi. Huyo msichana alituambia akiwa amelala, Mungu alimletea mchoro wa nguo yenye atatushonea tusimamie harusi nayo. Na akaamuka asubuhi akachora hiyo nguo vizuri, alafu akatushonea ya harusi. Hiyo nguo ilifungua biashara yake vile hujawahi fikiria. Because wale watu walituona kwa hiyo harusi, walikuwa wanatuuliza, ulishonewa wapi? Wakapelekea Mary manguo akashona, akijira, akinoga the same design. What am I talking about? Wewe chini hapo ukilia umaskini. Mungu amejawa na maarifa. Anatafuta mtu wa kupatia. But are you available? Can you ask of Jesus? We keep on accusing people. Ati walienda mkutano wa Yesu hawakufaidika. Wewe katika hali yako ya kifedha, katika hali yako ya biashara, katika hali yako ya maarifa, umefaidika aje na Roho Mtakatifu? Ni siku gani ulimwambia hii kazi yangu nataka unifundishe kuifanya? Ama ni kuamka tu asubuhi na maharaka zako na kufungua hiyo duka yako and then unaanza kuhesabu mahasara? Why? Because you never engaged him. He is available to help us in our day-to-day life. Kitu ya pili yenye nilijifunza kutokana na Roho Mtakatifu. Ile imefungwa. Kuna moto kweli? Now, ya pili, sijui kama nitakumbuka basi, is that Holy Spirit gives us mightiness. Huwa anatupatia ni uweza. Can you open the Bible from the book of Judges, chapter 15, verse 7? I guess that is where the verse is. It's okay. Yeah. Judges 15, verse 7. If I'm not wrong. Judges.
Waamuzi 15:7, Samsoni akawaambia hao Wafilisti, kama hayo ndiyo mlioyafanya, na hapo kwamba sitaondoka sasa. Tusome Judges 14:6 kidogo. Judges 14:6. Waamuzi 14:6. Basi roho ya Mwenyezi Mungu ikamwingia Samsoni kwa nguvu, akamrarua simba huyo kama mtu araruavyo mwana-mbuzi, naye Samsoni hakuwaambia wazazi wake kisa hicho. Amen. Now, the Holy Spirit gives us mighty. Anatupatia uweza. Now, hii Biblia ilinifurahisha sana wakati nilisoma. Because the Bible says, Roho Mtakatifu alikuja juu ya Samsoni. Na alipokuja, Samsoni akashika shimba, akailalua. Biblia inasema aliilalua ni kama mwana kondoo. Just like ni kama kabusi kadogo. Akakararua na hiyo story ikaisha. Hata haikuwa big thing. Sababu hata alipotoka pale haikuwa kitu ya kushangaza hivi kwamba angeambia mama yake. Because kama ni kitu ilikuwa ya kushangaza, angeenda ambia mama yake, na by the way nimekutana na mstuko. Sababu pale nimeingia, nimepatana na lion na ingenimaliza. Lakini the Bible is saying it is not anything yeye ilimstua. Wakati aliona, hata ni kama hakutoroka, alienda akaishika, akairaruanisha na akatupa hizo mavitu hapo, na akarudi wakafanya nini? Wakaendelea na safari yao. So what am I talking about? Tunaweza kufikiria kama Samson hangekuwa na Roho Mtakatifu, sidhani angedhubutu kukaribia hiyo lion. Ingemaliza na hangeweza kushindana nayo. Kwa hivyo Roho Mtakatifu, he makes us to do mighty things. Wakati anakuja nini? Ndani yetu. Na ninataka nikwambie, part of this life, huwa tunakubana na mambo mightier than us. Mambo ambayo ni makubwa kufanya nini? Kutuliko. Mambo ya kimaisha ambayo ukiwaza kwa akili yako hauna namna ya kuyatatua. Mambo mazito yanakuja kwa maisha yako. Mambo ya uchungu, mambo ambayo yanakumaliza nguvu, mambo yanaweka uoga ndani yetu, mambo yanaiba ujasiri na matumaini ndani yetu, mpaka tunapoteza mwelekeo. Lakini the Bible is saying, part of what the Holy Spirit does is to enable us to counter those mighty things that come to our lives. Wakati anakuja ndani yetu, kweli kunaweza kutokea kijanga kiko na mtuo na ni kikubwa sana, unaweza kufreeze ukikiona. But when you remember, he who is in me is greater than the one that is in this world, you stand alert. Na unaiambia, wait a minute, I am going to deal with you because I'm not afraid of you. Sababu Roho Mtakatifu amenijaza. Praise the name of the Lord. This one is not for cowards. And there are so many things zenye zitakuja kwa maisha yako kama hazijakuja. Zingine zinapitia kwa watoto, zingine zinakuja na mzee, zingine zinatoka kwa biashara, zingine kwa kanisa kama hii, zinakuja, zinakustua. But when the Holy Spirit is there with you, you stand aloof and you tell them, I'm not living over you. You are going to give way and I'm going to overcome. This world is not for coward. Na mambo ya kukustua yako nini? Ndio wathi wera weregereire kuruta ugakora iroa hau metha-ini. Umefutwa kazi. Hujui wakalie wapi ufanye nini. Wewe hujawahi jipata na deni kai. Na ndio rato kama siroinya. Hiyo ndio unapata. Na deni inatoshana hivi. Umeshindwa kulipa. Amaite thing. Inakusungusha hivi. But with the Holy Spirit, you are going to go through it. Na utai-overcome. There is nothing impossible with God. Utawahi kuwa na mpenzi akakuangusha
hawana dinarigo. Because you know how to counter mighty things in this world. And the Holy Spirit enables us. We don't depend on men, we depend on God. I like the way Joshua Selman says, I honor men, but I don't worship with them. Na waheshimu lakini siwaabudu. Kwa sababu wanaweza kukufanyia mambo ushangae. So the Holy Spirit is mighty in us. He makes us to go over storms of life. He makes us overcome where others are failing. He makes us move on, even if it is by kneeling. We don't give a damn. We move on and we press on, and we make it in life. It doesn't matter. And there is no weakling when it comes to the Holy Spirit. Gotile koje, kama Roho Mtakatifu anafanya kazi na wewe, na hapo ndani yako hautaonekana ukiwa mdhaifu. Unaweza onekana leo, lakini wacha nikwambie kitabu kinaandikwa. Hatakuwa tunajua ataweza kushinda, lakini vile tumeona hakuwa vile tulikuwa tunafikiria. Hiyo njia amepitia na amefaulu na ameshinda. He's not alone. It is because the Holy Spirit is in you. Na huyu Samson anajua. Because alikaa na Roho Mtakatifu mpaka akaliga. One time akafikiria bado wako na yeye. Because na Roho Mtakatifu anaondokanga kwa upole na kuelaka kwa heri. He's one that doesn't say goodbye. So kama ukifikiria utafanya mambo bila umezoea, kai ukaroka. Kumetoka. Kumbe Roho alifanya nini? Alishaenda. When alikuwa na kusaidia. When you keep in touch with him, there is nothing that is going to conquer you. Niko jambo la tatu. Oh, this one is a beautiful one. In the book of Esther 2 verse 15, Roho Mtakatifu is our beautifier. Ni mtu dhakaria. Ni wa kurembesha. Hii kwanza wamama msikie. Sababu ile vitu nimekuwa nikiona na wamama. Nimekuwa nikistuka. Ile kujipopoa mnajipopoa na tunawapanga kuwaambia. Tukikamborea goro. Lakini ingine haiendeshanagi. Inakuwa too much. Ingine mweka mingi sana. Ingine tunaona huku sio sawa na huku. Ingine inakinyilia kia moteba. Ndio wamekuwa beautifier. Acha nikuonyeshe the true beautifier. Kama katika kitabu cha Esther chapter 2 verse 15. Our beautifier. And not only beautifying people. Hata kudakaria mambo yako. Kamera yako ngakora wakekadakarire. Kanyumba yako nigadaka nikahoreru. Ando no mende gokakuo. Yeah? Tuto tu hakuna ilaga wega. Did you know by the way? Watu wenye hawana ushirika mzuri na Roho Mtakatifu. Kitu moja wanakuanga nao ni kudorojokana. Kudorojokana. Hakuna kitu wanajua kupanga. Hata kujipanga wenyewe. Ona akivaa kuwa ikaagi vizuri. Na ni mzuri. Kwa ni mzuri lakini mkali vizuri. Roho Mtakatifu our beautifier. Hebu soma hiyo maandiko nikwambie. Kitabu cha Esther sura yake ya 2 mstari wa 15. Wakati uliwadia wa Esther kwenda kwa mfalme, huyo binti Abihaili binamu ya Mordekai na ambaye alilelewa na Mordekai hakuomba chochote zaidi ya kile alichopangiwa na Hegai, towashi mwangalizi wa wanawake wa mfalme. Kila mtu aliyemwona Esther alipendezwa naye. I like that. Huyo ni Esther. Kuna jamaa ametajwa hapa anaitwa nani? Hegai yeye ndiye alikuwa mrembeshi wa Esther. Na Hegai katika kitabu cha Esther amesimamia Roho Mtakatifu. He is standing in the presence of the Holy Spirit. Na Biblia imesema wakati ulipowadia wa Esther kwenda kusimama mbele ya mfalme, hakujitengeneza, hakujitafutia kitu cha urembo,
It's not about expensive clothes. It's not about whatever. It is about the good relationship with the Holy Spirit. Do you know why? Sababu Roho Mtakatifu anaanzianga na kurembesha ndani kwako. Anaondoa makoro, anaondoa hasira, anaondoa wivu, anaondoa mambo maovu, alafu anakufunika juu na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Ukwe na pesa usipo nazo, he knows how to beautify us. He knows how to beautify our work. Unaweka duka inashangaza. Why is this shop so attractive? Najaribu kuipita, bado naenda pale. Unapanga magaro zako. Roho Mtakatifu ana beautify, anaongeza the green, anaongeza kuvutia, na watu wanavutiwa na ile jambo. When the Holy Spirit is involved, he knows how to beautify. Doesn't the Bible say, when the world was created, it was void and formless? Ni nani alikuja kupanga hizo vitu? Ni Roho Mtakatifu. Yeye ndiye alipanga nyota, akaweka mwezi mahali pake, akapanga maji ikaenda kwenye inakaanga, akapanga miti ikakaa vile inakaanga. The beautifier is the Holy Spirit. Na I came to realize lack of beauty inakuanga na stress zake. Hata wewe unajifanyanga niko ya tumetua na chaka ndiana komenya. Tanikikuwa vile niko. Kuna ka stress mtu anakuanga nayo. Watu wenye wanakuanga wajui wako sawa, wanakuanga na stress. Ukitaka hiyo stress iondoke, kubali Roho Mtakatifu. Awe anakutengeneza kutoka nini? Kutoka ndani. Anakuponya mauchungu. Zile umedukwa na watu huko nje. Tono netodesha wameigua maita maike. Watu wanataka kukudiscourage. He comes and comforts you. He comes and heals you. He comes and encourages you. So, you are covered with joy. You are covered with victory. You are covered with beauty. Sababu kule ndani tayari kumerembeshwa. The Holy Spirit is our beautifier. And he knows to do it very well. Kitu ya mwisho. In the book of Acts chapter 1 verse 8. Verse 8. The Holy Spirit gives us power. There is difference between power and mighty. There is a difference between power and mighty. Ule wa juu ni uweza na huu wa chini ni nguvu. Ni nguvu. Nguvu ya kufanya mambo. In the book of Acts chapter 1 verse 8. Book of Acts chapter 1 verse 8. Hiyo ndio yetu ya mwisho. Matendo ya Mitume sura yake ni ya kwanza mstari wa 8 inasema, lakini wakati Roho Mtakatifu atakapowashukieni nyinyi, mtapokea nguvu na mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika nchi yote ya Yudea, Samaria na hata mwisho wa dunia. Amen. Na hawa ni wanafunzi wa Yesu, najua tunawajua. Huu wakati Yesu alikuwa anawaacha na kuna jukumu aliwaachia ya kuenda katika dunia yote wakifanya mataifa kuwa nini? Wafuasi wake. Lakini akawaambia hamtaweza bila Roho Mtakatifu. Kwa hivyo akawaambia atakapowashukia, yeye ndiye atakayewapatia nguvu na uweza wa kutekeleza lile jambo lenye nimewakabidhi kwa mikono yenu. Na kuna mambo mengi unatamani kufanya, lakini unajipata hauna uweza. Hiyo moral, hiyo nguvu, hiyo hekima ya kufanya, hiyo drive inakuishia. Lakini wakati utakubali Roho Mtakatifu, there is not going to be bad days for you. Sisikii kuamuka kwenda kufanya kazi yangu, sisikii kufanya so and so. The Holy Spirit will always give you the energy to arise every morning. Unaamuka ukiwa umechangamuka, unaamuka ukiwa na matumaini, unaamuka ukijua it doesn't matter nilifunga aje jana, leo niko na matumaini ya kwamba katika msaada wa Mungu nitafanya bora kuliko jana. There is no bad days when you have the Holy Spirit. Believe you me, He makes you strong or energetic to face life each and every day. I
time nilijipata akisina morali. I have a lot of morali. Morali ya kuamuka na kufanya mambo inakuaga kila wakati. Kuna wakati natokaga hapa usiku, naenda nafanya makazi mpaka usiku, na bado niko na nguvu. Why? Sio yangu, by the way, I know that. I know I've been very weak sometimes ago, lakini the Holy Spirit huwa ananipatia morali nyingi sana. So nataka kusema, wacha tusikue kama hawa watu wa wakati wa Yesu. Ati Yesu ako katikati yao, lakini hawasaidiki na Yesu. Let you contact Jesus for all these things, and He's going to give you. Contact Him for knowledge, wisdom, and skills. Contact Him for mighty to face life. Contact Him for power. Contact Him for what else? For beauty. Let Him be your beautifier. Don't compete with the people. Who are you competing with? Let the Holy Spirit beautify you. Even with the spirit of calmness, roho ya utulivu ikujae, sababu atakufanyia yale. Na tukiwa vile, maisha yetu itakuwa rahisi, na itakuwa maisha ambayo tunafurahia sisi wenyewe kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nataka tusimame kwa miguu yetu. Thank you so much, Lord. We worship you and we exalt you.